Mkesha huu ukawe ni wa kuinuliwa kwa maisha yako. Mkesha huu ukawe ni wa kubadilisha historia ya maisha yako. Mkesha huu ukawe ni wa kukupeleka hatua nyingine. Mkesha huu ukawe ni wa kukuongeza imani nyingine kwa Bwana. Natamani tufahamu kitu kimoja. Baba yetu wa imani katika Biblia ambao ni uzao wa Ibrahim, mtoto mjukuu wa baba yetu Ibrahimu anayeitwa Yakobo, wakati akipitia changamoto ya kukimbia mauti, sema mauti, ndugu yake wa damu alikusudia kumuua, ambaye ni Esau. Wakati akikimbia mauti, anaamua kuikimbia familia ya baba yake na mama yake ya mzee Isaka. Isaka ni mtoto wa pekee wa mzee Ibrahim, baba yetu wa imani. Lakini wakati anakimbia, kwa bahati nzuri zaidi, katika kukimbia kwake bila kujua anaelekea wapi, anakimbia mauti, anakimbia damu yake simwagike, akajikuta amefika kwenye kichaka ambako zamani za babu yake Ibrahim alimjengea Mungu madhabahu hapo panapoitwa Bethel. Lakini hakuwa amejua. Lakini wakati amelala usingizi, ndipo anayaona maono, akiona ngazi ikisimama chini na ikipanda mpaka juu mbinguni, akiona malaika wakishuka na kupanda. Ndipo akapata kujua bila shaka mahali hapa ni nyumba ya Mungu. Amina. Kuna mtu anaweza akakutana na dhiki lakini asikutane na lango la mbinguni, akakutana na uharibifu. Lakini mwingine katikati ya dhiki anakutana na lango la mbinguni, linaleta majibu juu yake. Lakini kutokea hapo akamwekea Mungu nadhiri. Nataka muweze kufahamu tukio hili kwa kifupi sana, niweze kutoa neno kwa kifupi. Akamwekea Mungu nadhiri pale, ikiwa utanipa chakula nile. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, kanipa mavazi nikavaa, nikaenda salama kurudi salama. Au ukiangalia pale anaweka nadhiri mpaka na Mungu atakavyomfanikisha, atakavyomtolea Mungu sehemu ya 10 na mambo kadha wa kadha. Lakini wakati anakimbia, hata mfukoni shilingi 100 hana. Nitakaporudi kwa amani katika jiwe nililokusimamisha, anaweka nadhiri ya kuijenga nyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Amekimbia, Mungu akamuongoza kwa Roho wake Mtakatifu, akaenda katika nchi ya ugenini kwa mzee Laban, akawa mtumwa, akapitia mapito ya kulipa mahari mara 2 kwa ajili ya mke wake zake wawili. Nafikiri historia wengi mnawafahamu. Akapitia pia majaribu katika kutaifishwa mali zake, wakati ambako ameingia mikataba ya kuchunga kondoo na mifugo ili alipwe wanyama badala ya fedha. Lakini Mungu yule ambaye alikutana lango lake, baada akamtetea katika yote. Mshahara wake ukabadilishwa mara kadha. Kukawa kuna changamoto kati yake na mzee Laban, wakikubaliana utakapochunga hawa ng'ombe na hiyo wanyama, watakaozaliwa wenye malakalaka ndio itakuwa mshahara wako. Mzee Laban anaamua kuwatenga mifugo yenye malakalaka, alafu anampa ambaye ana malakalaka. Hebu fikiria kisayansi, hata ingia akilini. Mbuzi ni mweusi, majike ni meusi, hakuna doa hata moja. Ng'ombe ni nyekundu piwa, haina hata lakalaka, na jike ni jekundu. Alafu anaambia atakayezaliwa mtoto wa lakalaka ndiye mshahara wako. Ni mtego wa ajabu sana. Lakini ili aendelee kuwa mtumwa, mwambie jirani yako, kuna wakati wa kutoka utumwani ukikutana na lango la mbinguni. Kuna wakati wa kutoka kwenye mateso. Hata kama
ilikuwa ingia akilini, lakini kwa sababu alikutana lango la mbinguni kwa agano la Ibrahim kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, ikaleta historia nyingine mpya. Mungu akamuonyesha mabeberu katika ulimwengu wa roho, haleluya, yasiyowezekana katika mwili kwa wewe yanawezekana. Kama utahitaji kupata ustawi katika damu na nyama bila kufikiri kwenye ulimwengu wa roho, umechelewa. Wanaopata ufaulu lazima kwanza wazame katika roho, waone katika roho, walete matokeo katika damu na nyama. Hiki kilichotukutanisha hapa ni matokeo kwenye ulimwengu wa roho zaidi ya miaka 20 iliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka mwelewe, Bwana akageuza ule urithi wa mzee Laban ukawa urithi wa Yakobo, kinyume cha akili zake, kinyume cha ufahamu wake, kinyume cha mawazo yake, kinyume cha fikira zake. Kuna wakati Mungu atageuza mambo kinyume cha akili za wanadamu. Amen. Na lazima uielewe hiyo na uipokee kwa jina la Yesu. Usipende kutazama katika mwili, tazama katika mbingu, tazama katika huyu Mungu. Amina. Amen. Kwamba Mungu yuko anasema nini wakati wa dhiki yako, Mungu anasema nini wakati wa mapito, Mungu anasema nini, na anatumia lugha ipi au mlango gani kuipokea sauti ya kweli. Maana sauti nyingi siku hizi, ni ipi sauti sahihi takao kuhakikishia matokeo?